na kuacha sabato Jumamosi. Sawa Naam. Kwa hiyo Mungu aliweka agano hilo na mwanadamu. Haikuwa ni Israeli peke yake, ilikuwa ni la milele. Na ndio unaona mwalimu wangu, sasa hivi ukianza kuuliza hapa ni watu wangapi wanataka kwenda peponi, sikio mbinguni, hata wao si watainua mkono kabisa. Kwani huko ibada itakuwa ni ya siku gani? 66:22 ya Isaia. Jibu hilo. Hiyo ni ya kila mtu bwana. Na umeitambua ukasema ni Jumamosi. Kwa hiyo tunashukuru sana. Sema hiyo. Inasema 66:22. Kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Sasa huko na hiyo unaona wanadamu wote, sio Waisraeli tu. Hilo ni agano la milele na la wanadamu wote. Akasema wana wa Israeli. Alisoma Kutoka 35 aya 2. Wacha nikuonyeshe kitu. Mungu alisema wasiwashe moto, na kulikuwa na sababu, na musikie. Kutoka 35 aya 2 inasema, hebu sikieni, fanyeni kazi siku 6. Na sio hawa tu, hata watu wengine wa makanisa ya Jumapili pia huwa wanatoa maandiko kama haya tu. Tunasubiri mengine yatakuja, wa Kolosai, Warumi 14 tutasubiri. Lakini soma hii ya kwanza, maana ndiyo aliyoitoa. Soma hiyo. Fanyeni kazi siku 6. Lakini siku ya 7 siku ya 7 itakuwa siku takatifu kwenu. Ni sabato ya kustarehe kabisa kwa Bwana. Huyu akasema tunafaa kustarehe, tufanye kwenda kutoka, sijui kufanya vitu kama hivyo. Sawa twende. Mtu yote atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo atauawa. Akasema kazi yoyote. Na kuja nikufundishe kazi ni nini katika Biblia, maana Mungu lazima atatuonyesha kazi ni kufanya nini. Mungu hawezi kusema kazi yoyote akose kutuambia kazi ni nini. Safi. Sawa Naam. Teremka. Hamtawasha moto katika nyumba zenu kwa siku ya sabato. Huyu akasema hatufai kuwasha moto. Sasa mwalimu wangu, wana wa Israeli 16 Kutoka aya yake ni 4. Sababu Mungu alisema wasiwashe moto ndiyo hii. 16 aya 4 Kutoka. Inasema Biblia takatifu. Alafu nikuulize swali, sema hiyo. Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi nitaonyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni. Na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku, ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu au sivyo. Unaona, kwa hiyo Mungu aliwapatia chakula asubuhi na jioni, si waliokota? Naam. Sasa wanawasha moto kupika nini? Na imeiva tayari. Na Mungu amewapatia ready made. Unaona Naam. Si hata hiyo walikuwa wanajaribu Mungu kabisa. Kwani leo mkate inanyesha mbinguni huu asubuhi na jioni? Hapana. Ndio sababu tunawasha sisi, maana sisi hatunyeshewi. Wewe vipi? Wao walipewa, sisi hatujapewa, ndio sababu sisi tunawasha. Naam. Wao waliambiwa wasiwashe, maana Mungu aliwapatia chakula, si walitoka tu kuokota. Mtu anaokota anarudi anakula. Sasa hii utaokota wapi? Hakuna. Si lazima tupike kabisa. Ndio sababu walipewa amri hiyo. Amri hiyo hatujapewa sisi, maana leo Mungu hajanyesha mkate kutoka mbinguni. Sawa Safi. Sasa hebu tuone katika Biblia kazi ni kusema Isaia 58. Tofauti ya kazi. Kazi ndio hii shekhe. Vipi wewe? Alafu uje utuambie siku yenu ya ibada ni gani? Sio siku ya maombi. Maombi ni ya kila siku. Mfano niliomba asubuhi, saa 7 niliomba, hata saa hii nimeomba. Ibada. Siku ya ibada ni gani? Hiyo ndio mada. Mwalimu soma Isaia 58 aya yake ni 13. Kama ukigeuza mguu wako usihalifu sabato. Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Pointi ya kwanza ni mtu kufanya anasa zake hazihusikani na Mungu. Kuleta speaker hapa si anasa yetu, tunawahubiria. Hii si anasa. Twende. Ukiita sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe, twende, wala kuyatafuta ya kupendezayo, twende, wala kusema maneno yako mwenyewe, twende, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Tulia. Mungu amepanga, akasema mambo yanayokufurahisha, mambo yanayokupendeza. Hizo zinaitwa kazi za kwako. Lakini kuna kazi haiwezi kusimama. Ndio sababu Yesu alisema katika 5:17 Yohana, kazi ni kuleta manufaa kwako, sio mambo ya Mungu. 5:17. Yohana.
Biblia takatifu inasema hivi. Wayahudi hawakujua na hawa pia hawajui. Yesu akawaambia Wayahudi, soma hiyo. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa. Nami ninatenda kazi. Ni lini Yesu aliingia kwa carpentry shop akaanza kutengeneza meza Sabato? Hiyo ni ya kwake, lakini kuna kazi haiwezi kusimama. Kama gani? Zaburi 104 aya yake ni ya 12. Hizo haziwezi kusimama. Wewe vipi? Zaburi 104. Aya 12 na 13. Inasema Biblia takatifu. Soma. Kando kando hukaa ndege wa angani. Endelea. Kati ya matawi hutoa sauti zao. Zaburi 104 anzia mstari wa 10 basi. Hupeleka chemichemi. Mungu anapeleka chemichemi katika mabonde. Kwani ikifika Sabato ndio maji ziteremke? Yaani upande imesimama. Wewe vipi? Haiwezi kusimama. Hiyo ni kazi ya Mungu. Twende. Zapita kati ya milima. Twende. Zamnywesha kila mnyama akondeni. Alafu punda mwitu huzima kiu yao. Kando kando hukaa ndege wa angani. Tulia. Na ndio sababu Yesu alipokuja aliendeleza kazi hiyo ya kuokoa na kusaidia na kulinda. Kabisa. Ndio naona Mafarisayo hawakumwelewa. Kwa nini unaponya Sabato? Mungu wako kataa. Hiyo kazi haiwezi kusimama. Lakini kuna kazi itasimama yako. Kwa hivyo ibada ya Sabato ipo ndani ya milele. Mungu amesema hii ni kazi na hii sio kazi. Sawa Sawa. Kwa hivyo ukiangalia ndani ya Biblia, manabii wote walijua Sabato na mitume. Naam. Hata huyo Paulo mwenyewe alisema kuna siku nyingine, hapo nisiingie. Takuja kukutengeneza vizuri, kunyorosha. Lakini nisaidie 17:1 Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 17 aya yake ni ya kwanza. Alafu nyinyi mtatuambia Ijumaa ilitoka wapi? Inasemaje? Wakiisha kupita kati ya Amfipoli na Apolania, wakafika Thesalonike, ambapo palikuwa na sinagogi la Wayahudi. Kisha na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake akaingia mle walimo, akaongea nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3. Tulia. Kwa hivyo ilikuwa kawaida yao kuingia katika ibada Sabato. Sio Ijumaa. Ijumaa imekuja na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Miaka nyingi baada ya Yesu kupaa mbinguni, bila ambavyo Jumapili nayo kaja na serikali ya Kiroma. Miaka karibu 300 baada ya Yesu kupaa. Kwa hiyo haija kuwepo na haitakuwepo. Sawa Naam. Hebu nisomee 5 nyingi tu. Hebu nisomee 18 mstari wa 4 Matendo ya Mitume. Akatoa hoja zake. Nione kama kuna hoja alitoa ambayo sijapitia. Soma hiyo. Akatoa hoja zake katika sinagogi. Kila Sabato. Ati kila Ijumaa. Kila Sabato. Akajaribu kuwavuta Wayahudi na Wayunani. Hata Sila na Timotheo. Tulia. Sasa ilikuwa ni kila Sabato. Shida iliyoko watu kudhania kwamba Sabato ilikuwa ni kwa ajili ya Waisraeli. Maana hiyo ndio hoja kubwa. Kabisa. Akasema Muhammad, tangi ya Muhammad yaje ikabadilishwa. Sasa tunangojea andiko katika Waebrania 4. Mimi siendi kule. Uje utueleze vizuri ilibadilishwa kutoka hii ikaingizwa Ijumaa. Hiyo tunasubiri kabisa, tuko na hamu. Lakini kama utatoa andiko, wewe itabaki umetii amri ambayo Mwenyezi Mungu kaitoa. Sawa Mwenyewe. Sawa. Sasa hebu tuangalie ndani ya Biblia. Kuna aya aliyoitoa ya Hosea 2:11. Hebu rudi pale. Unaona hii? Hosea 2:11. 2:11 ndiye alitoa, ndio hii nimenukuu, sikusahau. Haya, inasemaje? Tena nitaikomesha furaha yake yote. Na sikukuu zake. Na siku zake za mwandamo wa mwezi. Na nini? Na Sabato zake. Mungu akasema atakomesha Sabato zake. Ya Mungu hajakomeshwa, hizo ni zake. Na ni kwa nini Mungu anasema atakomesha zake? 13 hapo 13. Haya inasema. Twende. Nami nitamwadhibu kwa sababu ya siku za Mabaali. Ndio. Aliyofukuzia uvumba. Kwa hivyo aliachana na Mungu akaingia ibada ya Baali. Unaona Mungu anakataa. Huwezi kuja kwa ibada ya Sabato na kumbe umekuja na vitu vya ibada ya Baali. Kabisa. Unaona Mungu anasema nitakomesha. Si kama Mungu amekataa Sabato. Biblia isomo hivyo unaweza kupotea. Msikiti. Isomo hivyo. Kwa hiyo si kama Mungu alikataa Sabato hakuna, na akakubali vizuri ya kwamba Sabato ipo, lakini shida ni ya Wayahudi ama shida ni ya Muisraeli. Hebu tumtie tuoni Israeli ni nani. Kwanza anzia Galatia 6:14.
Galatia 6. Unaposoma Biblia uelewe Israeli ni nani. 6:14. Kuna Israeli aliye na nywele, yule anakaa kule Middle East. Na kuna Israeli mwingine ambaye unapaa kumfahamu. Soma hiyo. Lakini mimi 15. 15 nasema kwa sababu kutahiriwa si kitu wala kutotahiriwa bali kiumbe kipya. Twende. Na wote watakaoendelea kwa kanuni hiyo, wote watakaokubali kanuni ya kuwa kiumbe kipya, amani na iwe kwao na rehema. Ndio. Naam. Wanaitwaje? Kwa Israeli wa Mungu. Kwa hiyo wale wamekubali kuwa kiumbe kipya ndani ya Yesu wanaitwa nani? Israeli wa Mungu. Chukua Qur'ani sura ya 2 aya 45. Pili mwingi tu anaona raha duniani. 2:45. Hebu soma, ama ungesoma ukurasa wa 16 ndio nzuri. Sijui. Nzuri tu. Mpatie hii kubwa Asha. Mpatie hiyo. Hapo. Kwa hiyo ndani ya Biblia tunaambiwa mtu yote anayekubali kiumbe kipya ndani ya Kristo Yesu anaitwa Israeli ya Mungu. Nasoma. Mje mtuitishe passport tawapa. Soma hiyo. Mtu au watu. Qur'ani inasema mtu au watu. Wote wacha Mungu. Twende. Wanaitwa nani? Israeli. Unaona Kwa hivyo hebu nione wacha Mungu hapa. Kwa hivyo nyinyi ni Israeli. Kwa hivyo Sabato ni ya Israeli. Israeli ni mtu yeyote mcha Mungu maana amekubali kuwa kiumbe kipya. Naam. Sawa Safi. Andiko la mwisho. 763 Qur'ani aliyoitoa Suratul Araf inasema maneno yafuatayo. Kumbe hata Qur'ani inatambua kuna siku ya ibada, na hiyo ni amri ya Mungu na ni amri ya 4. Na ulizeni habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari. Soma. Watu wa mji huo walipokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi, ambao waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo, wafanye ibada tu. Tulia. Kwa hiyo kulikuwa na siku Mungu alisema iwe ni ibada tu, sio maombi. Maombi ni ya kila siku, lakini kuna siku ya ibada. Naam. Sijui wananielewa? Nafahamu na kuelewa. Wananielewa Hiyo ndio tunatafuta, siku sahihi ya ibada ya Sabato. Sio Ijumaa. Unajifanya wakusikii. Naona wanasemezana nani atapanda. Yaani imekuwa moto sana. Hai, wacha tusubiri dakika mengine. Kwa sababu tumekwisha kumaliziwa na Ramadhani, wacha tusikie naye huyu unajua ameitwa fupi Raul. Siamushe hiyo. Kwa sijui topic ni gani, lakini nimefika nikamkuta ndugu yangu sasa Ramadhani anazungumzia kuhusiana na habari ya Sabato, nikajua mara itakuwa ni siku ya ibada ndio inajadiliwa hapa. Na bila shaka mwalimu upande wangu mimi wa Kiislamu kazungumza kwa ufasaha na ametoa maandiko na akathibitisha, lakini mwalimu upande wa Kikristo alipokuja akawa anajaribu angalau kubadilisha ibadilike, lakini ni yale tu, kwa sababu kapita mule tu, hamna cha ziada alichokubadilisha au kusema tofauti na alivyosema mwalimu wa Kiislamu. Nyinyi hamjamuelewa mwalimu wa Kiislamu alitangulia Ustadh Ramadhani. Alisema Sabato ili kuwepo, hajakataa katika mafundisho yake, lakini iliondolewa kwa mujibu wa maandiko na akathibitisha. Sasa mimi naomba nikupelekeni shimo moja. Kitu cha kwanza, nyinyi wa Kristo mnavokaa hapa kujadili Sabato, kwanza mnatia hata aibu mbele ya Mungu. Yaani mnatia aibu kabisa. Kwa sababu gani? Hayo nyinyi na Sabato ni vitu viwili tofauti. Ni kama vile bange na polisi. Natoa sababu. Mkristo ambaye anayejidai kwamba anafuata Sabato, huyo ni mtu wa ajabu, kwa sababu tunamshangaa sisi Waislamu. Aliyekuja na ibada ya Sabato akapewa kama amri alikuwa ni Nabii Musa. 28 Kutoka. Hebu sikilizeni hizo maneno yanakwenda. 28 Kutoka. Sikilizeni vizuri maneno hayo inasema hivi mwalimu wangu. Inasemaje 28 Kutoka? Inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Huyu ni Nabii Musa. Moses ndio anapewa amri na Mungu, anaambiwa ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Sikia maneno hayo.
uitakase siku hiyo ya sabato. Musa anaambiwa na Mungu, endelea. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote. Ndio. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Musa anaambiwa siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku sita Musa fanya mambo yako, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Sio sabato yako wewe Musa, ni sabato ya Mungu. Nataka elimu na kupitisha mpya hiyo. Nasema za wanadamu. Sikia wewe, Mungu anasema ni sabato ya Bwana Mungu wako, si sabato yako wewe, ni sabato ya Bwana Mungu. Kwa nini? Endelea. Inaendelea kusema, endelea. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Mungu anasema siku hiyo usifanye kazi yoyote kwa sababu ni sabato ya Mungu. Kwa nini hii ni sabato ya Mungu, si ya wanadamu? Ezekiel 20:12. 20:12 kitabu cha Ezekiel. Sasa napokwenda alafu nakuja kumalizia hapo twende na andiko inasemaje? Huko ulishamaliza, mimi napita poli lingine jipya hiyo. Twende Rama 20:12 kitabu cha Ezekiel. Inasemaje? Inasema hivi. Inasema nini? Nimefika tena na walipa sabato zangu. Soma vizuri. Samahani. Tena naliwapa sabato zangu. Mungu anasema naliwapa sabato zangu mimi Mungu mwenyewe. Pale Musa aliambiwa ni sabato ya Bwana Mungu wako. Sasa Mungu anasema naliwapa sabato zangu. Kwa nini Mungu alipeana sabato zake? Endelea. Ziwe ishara kati ya mimi na wao. Kumbe sababu ya kupeana ile sabato iwe ni ishara kati ya Mungu na wale wanadamu. Endelea. Wapate kujua, ili wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasai. Kumbe sababu ya sabato ni wanadamu wajue tu kwamba Mungu ndiye anayewatakasa. Ni sabato ni ya nani? Ni ya Mungu. Sasa mwenye sabato yake kaleka sheria au utaratibu. Utaratibu alioweka kwenye sabato yake kasema hivi 16:29 Kutoka 16:29 inasema hivi. Inasemaje baba? Angalieni. Mungu anasema sasa angalieni ya kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo sabato. Musa anafafanua anasema angalieni. Mungu mwenyewe kakupeni nyie sabato hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii, sababu yenyewe ndio hii hapa, sikilizeni. Huwapa siku sita chakula cha siku 2. Kumbe sababu ya Mungu pia na sabato, Mungu anataka kugawa chakula siku ya sita, wanadamu watumie chakula siku 2. Sababu ya Mungu kupeana sabato, walijua jina la Mungu, wamtakase Mungu kwa kupewa chakula. Ni mnaandika kanisani. Unamkuta Mkristo na Biblia kwa pani kokolo. Pepe unaenda kanisani. Mungu anasema sababu ya kupeana sabato, nataka watakase jina langu tu, kwa maana mimi Mungu ninawapa chakula siku ya sita. Kwa hiyo sababu ya sabato ni msosi. Chakula. Maliza sasa, nasemaje Mungu? Baba sikiliza kimondo. Twende, nasemaje Mungu sasa? Namalizia kwa kusema. Sasa Mungu sikia sasa nasemaje sasa? Kaeni kila mtu. Mungu anasema baada ya kukupa chakula changu, kwa kuwa sabato ni yangu, ni ya chakula, kaeni kila mtu wapi? Hata pasta mahali pake. Mungu anasema kaeni kila mtu mahali pake. Endelea. Ukaja mpaka uwanjani. Mtu awaye yote asifanyeje? Asiondoke mahali pake siku hiyo. Mungu anasema kaeni kila mtu mahali pake. Nyie mnaokwenda makanisani, mnaenda kutafuta nini wakati Mungu asema kila mtu akae kwake? Nyie mna kwenu. Unamkuta Mkristo Jumapili, Jumamosi kwenda kanisani. Nani kasema? Kwa sababu Mungu kasema sabato yangu mimi natoa chakula. Nisema chakula kaeni majumbani mwenu. Nyie mnaenda makanisani kakwambieni nani? Wanashauri yao. Kwanza inapiga X chwa. Tumuulize Musa. Sasa Musa wao ulivyoambiwa kama uweze kaa nyumbani ulifanya nini? 15:21 Matendo ya Mitume. Fasta Rama Matendo ya Mitume 15:21. Inasema nini? Inasema sabato kila mtu akae kwake, kaeni majumbani mwenu. Kama kwa nini mnafuata sabato kila mtu Jumamosi nyumbani? Marufuku kanisani. Soma andiko. Kwa maana tangu zamani za kale, ndio Musa nao watu wahubiria mambo yake, ndio katika kila mji kusoma kila sabato. Wapi? Katika masinagogi. Kumbe Musa na watu wake wote, kwa kuwa Musa walikuwa na shida kukaa nyumbani siku yao ya sabato, Musa na watu wake wote walikuwa wanaisoma sabato
kwenye masinagogi. Sinagogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Kwa hiyo kila Sabato Musa na watu wake wanaisoma msikitini. Nyie Sabato yenu makanisani mmejifundisha kwa nani? Mna masuti matai mnatia na tabu tu basi shida. Mnakwenda nani kakwambieni? Musa Sabato yake msikitini. Yesu na wewe Yesu Sabato yako wapi? 4:16 Luka. 4:16 Luka. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akafanyaje? Akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kila siku ya Sabato, siku ya Sabato ni resting day. Pale inasema, hebu tuchukue mfano haya. Kila siku ya Sabato, si kila siku ya ibada. Hebu tuweke hivyo. Kila siku ya ibada Bwana Yesu anakwenda msikitini kama desturi yake. Kama nyinyi kweli ni wafuasi wa Yesu, nyinyi sio magaidi wa Yesu. Nyinyi kama kweli nyinyi ni wafuasi wa Yesu, nyinyi. Yesu kila siku ya ibada ya Sabato anakwenda msikitini. Nyie mnaenda kanisani mmejifundisha kwa nani? Leo ndio kiandiko hapa kwenye jukwaa hili kwamba Yesu Sabato yake kaishika akienda kanisani na batizwa. Ikikosekana tunaona kashika kaenda msikitini. Njooni mpange line tuwasilimishe, mtaenda kuchoma bure bila sababu. 5:17 Yohana. 5:17 kitabu cha Yohana inasemaje? Wamejikunyata na majaketi. Twende mnaenda kanisani. Kama ni wafuasi wa Yesu kweli, twende ni msikitini. Hamna kulongolonga. 5:17 inasemaje? Inasema hivi, mwalimu wangu. Ndio. Akawajibu. Yesu akajibu nini? Baba yangu. 16 wasikia kanisa ni nini? 16 nasema hivi, sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Akawajibu, nini? Baba yangu anatenda kazi hata sasa, na mimi natenda kazi. Kwa hiyo Yesu alikuja ambaye Yesu ndio Bwana wa Sabato, anasema Mungu anatenda kazi hata sasa, iwe ni kuhubiri, iwe ni kushika maiki, iwe kufanyeje. Yesu anasema Mungu anaendelea na kazi zake, na mimi Yesu Bwana wa Sabato naendelea na kazi zangu. Lakini mna kujifunza kwangu mimi, twendeni msikitini Yesu alivyosema. Haiwezekani wewe mfuasi wa Yesu, Yesu Sabato kawaida, umeambiwa desturi maana yake kawaida. Sabato Yesu kawaida msikitini, wewe Sabato yako kanisani. Leo mtatuambia mnaenda kanisani kwa kujifundisha kwa nabii gani alishika Sabato kanisani? Na Sabato kwa ajili ya chakula. Kama mna njaa msubiri. Msubirini baadaye dakika zangu 5. Sawa. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua mdomo hailipiwi kodi. Inaweza ikasema lolote. Lakini kwanza nipe 18:17 Methali kwanza. Methali 18 aya yake ya 17. Alafu naomba Shabani bila jazba wala upendeleo kihoja. Naomba usikie vile nitapitia hoja zako, uniambie kama zitakuwa zinapumua ama zitakuwa zimekufa kifo cha mende. Hebu soma hiyo. Ajitetee kwanza. Muonekane kuwa na haki. Ndio. Lakini jirani yake huja na kumchunguza. Kwa hivyo mtu ambaye anaweza akatangulia akaongea, anaweza kuonekana ameongea kweli, lakini wakati atachunguzwa ndiye ataeleweka ya kwamba amedanganya. Sasa kitu ya kwanza, Shabani hana shida. Amekubali hivi ya kwamba Sabato kwanza ni ya Mungu aliyempea Musa. Sasa mimi nami namuuliza nabii wa huyu jamaa anaitwa Shabani, anaitwa Muhammad. Namuuliza Muhammad, wewe kile ambaye Musa alipewa na Mungu wewe ulipewa? Naomba unipe 42:13 Qur'ani. Muhammad anasema ile Musa alipewa pia mimi nilipewa. Sasa kama Mungu alimpea Musa Sabato, naye Muhammad akapewa, soma usikie. Changamka haraka ndugu yangu. Haya, 42:13 Qur'ani. Amekupeni sheria ya dini ile. Muhammad sasa anakuja anaambia Waislamu ile sheria ambayo nimepewa ni ile ya dini ile aliyemuhusia Nuhu, ile ambayo ilikuwa na Nuhu, na tuliyokufunulia wewe, na tuliyowahusia Ibrahimu na Musa. Kumbe ile dini na sheria ya Musa ndio Waislamu walipewa. Na Musa alipewa nini? Sabato. Kwa hivyo hiyo Sabato ambaye Musa alipewa pia Waislamu walipatiwa. Niauliza sasa Qur'ani ni kweli hawa watu walipewa Sabato? Qur'ani 7:163.
Hiyo kwanza itakuwa ni shaua. Alafu niingie sasa sabato ni kukula. Unajua unasoma Biblia upside down. Yeye anapenda kukula angesema tu. Ndio naona vile unaona hivi nifuko limerusha hivi. Inasema Sawadiko. Nao ni sehemu ya habari ya mji ambao ulikuwa kando ya bahari. Maliza. Watu wa mji huo walipokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi ambayo waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo. Wafanyaje? Wafanye ibada tu. Kumbe ile siku ambayo ilipeanwa ibada inaitwaje? Jumamosi. Inaitwaje? Jumamosi. Hiyo ni kitabu gani umesoma? Qur'an al-Karim. Hiyo nafikiri nishamaliza. Labda uko unapendelea ama vitu vingine unataka. Alafu akaja akasema sabato sasa wale ambao wanatii sabato wanatii kwa sababu ya kukula. Si hivyo. Mungu alikuwa anapeana chakula Ijumaa kwa maana kesho ndio sabato. 16 aya yake 23 kutoka. Ni ya kwamba leo yani inakuwa Ijumaa wanapewa mara mbili. Sabato walikuwa hawajapewa, walikuwa washachukua jana. Sabato hawachukui. Soma andiko. Inasema 16:23 akawaambiaje? Ndilo neno Bwana. Ndilo neno alilonena Bwana. Kesho ni starehe takatifu. Kesho ni starehe takatifu. Sabato takatifu kwa Bwana. Sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka. Unaona? Okeni mtakachooka. Na kutokosa mtakachotokosa. Kwa nini? Na hicho kitakachowasalia jiwekeni. Na kile ambaye kitabaki mjiwekee. Kilindwe hata asubuhi. Kilindwe mpaka asubuhi. Basi wakakiweka hata asubuhi. Kama Musa alivyoagiza. Unaona? Walikuwa wanachukua Friday wanaweka. Watakula sabato. Maana sabato Mungu alikuwa haleti chakula. Naam. Unaona lakini yeye anasoma upside down. Alafu sasa akaja akasema hii sabato ni ya kustarehe tu. Kaeni tu nyumbani msitoke. Sasa mimi namuuliza Mungu, kaeni na kustarehe. Hii sabato ina sheria nyingine gani uliweka? Walawi 23 aya yake ya 3. Walawi 23:3. Inasema mtafanya kazi siku 6. Mtafanya kazi siku 6. Lakini siku ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa. Kusanyiko takatifu. Kumbe ni sabato ya kustarehe. Tena ni nini? Kusanyiko takatifu. Tena ni nini? Kusanyiko takatifu. Kusanyiko takatifu. Sasa si ati ya kwamba unakaa tu nyumbani Shabani. Tena kuna kusanyiko. Sasa tunauliza hivi, akaja akasema Yesu sasa alikujaje akaingia kanisani? Maana yeye anasoma Biblia anaona Yesu aliingia sinagogi, lakini akienda nyuma ya Biblia kwa maelezo, si andiko ya Biblia, maelezo ya nyuma, anapata sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Na mimi nauliza haya ndani ya Qur'ani. Shabani akija hapa atuweke sawa kati ya maelezo na aya ya Qur'ani, yeye anafuata nini? Naomba unichukulie Qur'ani tafsiri ya Barwani 22:40. Sasa ninatoa aya, si maelezo. Natoa aya ndani ya Qur'ani ituambie hivi, yale maelezo ambaye Shabani anatumia na Qur'ani yanaelewana? Soma hiyo. Wale ambao wametolewa majumbani mwao pasipo haki. Ndio. Ila kwa kuwa wanasemaje? Bwana wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu. Ndio. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu hawakingi watu kwa watu. Basi hapana shaka. Ndio. Ingelivunja nyumba za watawa. Na makanisa. Na masinagogi. Na misikiti. Kumbe Qur'ani ndani ya aya imesema sinagogi sio nini? Sio msikiti. Sinagogi sio nini? Msikiti. Ukija hapa Shabani utuambie hiyo aya ni ya kweli ama ni ya uongo ukija. Sasa akaja akasema Yesu hajawahi kupatikana kanisani siku ya Sabato, hajawahi. Kwa maana Shabani na elimu yake anajua kanisa ni jengo. Si hivyo? Nisaidie Wakolosai 4:15 nimfundishe kwanza kanisa ni nini, alafu nikuonyeshe Yesu akiwa ndani tena siku ya Sabato. Soma andiko hiyo. Wakolosai 4:15 changamka. Haya, Biblia inasema 4:15. Wasalimuni ndugu walioko Laodikia. Salimuni ndugu walioko Laodikia. Na Nimfa. Na mumsalimie Nimfa. Na kanisa. Rudia tena. Na kanisa. Liko wapi? Lililo katika nyumba yake. Kumbe kanisa liko ndani ya nyumba. Kumbe nyumba si jengo. Si jengo. Si kanisa.
si jengo. Nyumba si kanisa. Walio ndani ya nyumba ndio wanaitwa kanisa. Wale ambao wamekusanyika hivi, wamewahi kukusanyika siku ya Sabato 13:44 Matendo ya Mitume. Haya, Matendo ya Mitume 13:44. Hey. Biblia takatifu inasema hivi. Inasemaje? Hata Sabato ya pili. Hata Sabato ya pili. Watu wengi karibu mji wote. Maliza. Wakakusanyika walisikia neno la Mungu. Siku gani? Sabato. Wakakusanyika watu wasikie neno la Mungu siku gani? Sabato. Mimi nauliza Yesu, hiyo siku ambayo walikusanyika, ulikuwa ndani ama ulikuwa nje? 18:20 Mathayo. Mathayo 18:20. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Kwa kuwa walipo wawili watatu wamefanyaje? Wamekusanyika kwa jina langu. Aha. Nami nipo papo hapo. Katikati yao. Na tumeona watu walikusanyika siku gani? Sabato. Na watu wakikusanyika, Yesu yuko wapi? Miongoni mwao. Na kumbe kusanyiko ndio kanisa. Na Yesu anakuwa ndani ya kanisa. Kuja upande unaweza kusema Yesu yuko ndani ya kanisa, ndio huyo ndani. Sasa ninakuja namuuliza Yesu, wewe Yesu, Sabato hii ambaye tunaijadili unaijua? Na kama unaijua ni ya nani? Marko 2:28. Marko 2:28 inasema, ndio, basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Aje 27 akawaambiaje? Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Naomba utamuke Kiswahili mzuri. Soma vizuri. Inasema, Sabato ilifanyaje? Ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Kumbe Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Kila mwanadamu ambaye yako hapa, ambaye si jini, achukue mkono juu. Hao wote Sabato ilifanyika kwa ajili yao. Lakini nyinyi hamkuchukua, nyinyi sijui kama nyinyi ni jini. Mtoto wapia. Wanadamu wachukue mkono juu. Kwani nyinyi ni kina nani? Kwani tunaongea na Biblia hizi? Sabato na siku ya ibada ni Jumamosi. Hivi Waislamu, siku ya Ijumaa ni nani amewahi kusema ni siku ya ibada? Tunaomba maandiko itolewe mtu aliyefanya ibada siku ya Ijumaa mmoja tu. Niwekee mtu. Sasa huyu ndio kaja kuuliza nini? Yaani wakati mnapoteza dakika zenu kule kuuliza vitu vya maana. Sasa huyu anauliza eti mimi nilivyotoa andiko kama nimesema wana wa Israeli ndio wamepewa Sabato. Sana mshangaa anachokiuliza, kwani Musa alikuwa ni Mkamba? Jamaa vipi bwana? Hii Sabato imepewa wana wa Israeli na maandiko ndivyo alivyosema. Mimi sisema akili yangu. Kwa hivyo swali lako nimejibu, waliopewa Sabato ni wana wa Israeli, tena kwa sheria hii 12:1 Kumbukumbu la Taurati. Jiandikie ukasome nyumbani. Kumbukumbu la Taurati. Nataka nimsugue huyo alitoka hapa sasa. 12:1 mstari wa kwanza inasema nini? Hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu baba zako. Umesikia wewe vizuri Mungu anasema hizi ndio amri zangu na hukumu zangu mtakazoshika na kuzitunza katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wako. It was specific place. Mungu alitaka amri zake zishikwe, ambayo ni wana wa Israeli na nchi ya Israeli. Akasome hiyo, nimemalizana na wewe. Huyu kaja katoa Qur'ani sura ya 22:40 ambayo Mwenyezi Mungu anazungumzia kama ingelikuwa Allah asingewazuia baadhi yao kwa wengine, basi angevunjwa masinagogi, misikiti na nyumba zote ambazo Mungu jina lake linatoka ndani yake. Sasa akaja akasema eti mimi, akaniuliza swali ndani ya hoja yake, akasema kwa mujibu wa kitabu cha Biblia imesema sinagogi ni msikiti, lakini kwa mujibu wa Qur'ani imesema kuna sinagogi na kuna msikiti na kuna makanisa. Sasa akaniuliza mimi, wewe kati ya Qur'ani katika hili na Biblia unakubali nini? Mimi nachagua sasa. Mimi nachagua Biblia na ikubali Biblia katika hili.
Biblia ni msikiti. Sasa wewe ndio uambie wa Kristo unaikubali Qur'ani leo ili Qur'ani ya kwa Kristo. Walimu mmemuua. Professional. Yani leo hadharani nasema hivi, wewe kila siku unasema Muhammad ni muongo. Kila siku anasema huyu Muhammad ni muongo. Muhammad si shetani. Muhammad si shetani sijui. Mambo mengi. Sasa katika hili mimi leo nachagua Biblia, sina yogi na msikiti. Sasa wewe njoo hapa hili katika hili ichague Qur'ani ili Muhammad awe right, awe mtume wa Allah. Tumaliza hiyo. Kama wewe ni Muhammad unataka kuongelea inaitwa Tamil. Warama. Biblia sema sina yogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Yesu alikuwa Myahudi. Kwa hiyo Biblia imeweka hadharani bila wasiwasi, sinagogi ni msikiti. Mimi nachagua Biblia leo. Hapa leo nimeichagua Biblia katika hili la msikiti. Nasema Biblia imesema sinagogi ni msikiti. Hapa Biblia iko sawa. Sasa wewe njoo sasa achague. Chagua wewe sasa uko pande gani sasa? Biblia au Qur'an? Ukikubali Qur'ani, Muhammad is the best. Ukikataa Qur'ani, kubali Biblia, Yesu ni Muislamu. Wewe kipo jana. Mlimisi sana wa Kristo mlimisi haya raha twende vitu leo mwalimu wenu kazi anayo hapa kwa maana tangu zamani za kale Musa na watu hubiria mambo yake katika kila mji, husomwa kila Sabato. Wapi? Katika masinagogi. Kwa hiyo Musa Sabato yake na watu wake inasomwa misikitini. Yesu desturi, andiko limesema desturi, yani kawaida ya Yesu, Sabato yake kawaida msikitini. Huyu kaja akasema kanisa ni kusanyiko. Mimi nakukubalia kabisa, hili ndio kanisa hili. Si ni eklesia, kanisa ni eklesia. Kwa hivyo kama kanisa ni kusanyiko, hili ndio kanisa. Sasa ile jengo lenu linalowapeleka watu kwenye Jumamosi ile, mmepata wapi? Yesu kaenda kanisani siku ya Sabato ili awe Mkristo mwenzenu. Musa kaenda kanisani siku ya Sabato awe Mkristo mwenzenu. Chagua mmoja kama mawili. Mimi nimechagua Biblia na nimeeleza mbele za watu. Nimechagua Biblia, sinagogi ni msikiti, anayependa msikitini Muislamu. Sasa wewe ndio uchague Qur'ani, Muhammad is the best. Ninamuuliza dakika zako ziko karibu sekunde 10. Nikamuuliza kwani ibada unashida ibada ni nini? Akasema ni pumziko. Nikamwambia ile baadaye juzi tulipumzika. Kwa hiyo pia Sabato ni Sabato. Ndio maana yake. Hapa kazi imeisha. Dakika zenu tano. Hai, tumalizia eti pumziko. Qur'ani katika hilo jambo si kweli. Sasa kwa ajili ya sinagogi ni msikiti, akasema mimi nimechagua Biblia. Sasa akaniambia na mimi nikuje ndio nichague. Mimi bado nachagua Biblia. Lakini sikia sasa vile sasa akasema Biblia imesema sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Hivi dini ya hawa nani? Waislamu. Sasa mimi nauliza wale waliokuwa wanaingia sinagogi walikuwa wa dini gani? Sawa. 1:13 Galatia 1:13. Soma hiyo. Biblia takatifu. Inasemaje? Inasema mwalimu wangu. Sema mgeragaga. Nimefika. 13 inasema. Ndio. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu. Maana umesikia habari za mwenendo wangu. Zamani katika dini ya Kiyahudi. Kumbe hiyo ilikuwa dini ya Kiyahudi. Ndio waliingia ujumbe inaitwaje? Sinagogi. Na hawa dini yao inaitwaje? Uislamu. Ama bao wanaingia wapi? Msikitini. Sasa hivi nauliza wale ambao ni dini yao ni Waislamu na wanasema sinagogi lao ni la Wayahudi, sinagogi lao linakuwa la nani? Ufunuo 2:9. Ufunuo 2:9 inasema sikia leo ile ambayo unataka kwenda kule si yenu. Maana nyinyi mnataka kuenda kwa ile ya Wayahudi na nyinyi ni Waislamu.
Soma andiko. Naijua dhiki yako na umaskini wako. Ehe. Lakini utajiri. Ndio. Najua matukano yao. Ya hao wasemao kuwa ni Wayahudi. Wale ambao wanasema kwao ni Wayahudi. Nao sio. Wako na makanzu. Inasema bali. Rudia tena. Bali. Ni sinagogi la Shetani. Kumbe sinagogi isiyokuwa na Wayahudi ni nani? Ya Shetani. Ukija utuambie leni ni Wayahudi ama ni ya Shetani ukitamani. Baada hapo utakuja. Nikijua singetoa. Sasa basi. Sasa tunauliza hii sabato ambayo tunajadili. Nini? Mada ya leo ni siku sahihi ya ibada. Safi. Na tayari tumetoa maandiko mengi. Siku sahihi ya ibada Jumamosi. Sasa tunaenda kumaliza mada na hawajatoa andiko moja. Siku sahihi ya ibada ni Ijumaa. Hawajatoa. Kazi yao tu ni kupiga kelele. Nichukulie Qur'ani chapa ya 8. Iko. Qur'ani 4:154 piga manusi yake. Kwa nini Jumamosi Waislamu walianza kufanya kazi? Soma hiyo. 4:154. 4:154. Safi. Inasema mwalimu wangu. Ndio. 4:154. Hatari sana. Inasemaje? Na baada ya kutua katika hiyo miji na vijiji vya Shamu, waliambiwa waliadhimishe siku ya Jumamosi. Kwa kuifanya ni siku ya ibada tu. Kumbe siku ambayo ni ya ibada iliwekwa ni gani? Jumamosi. Ati gani? Jumamosi. Teremka chini. Si siku ya kufanya kazi. Hiyo Jumamosi ni ya ibada, si ya kufanywa kazi. Wakatiatia hila zao. Mpaka ikawa nini? Ni siku ya kazi. Kumbe ilikuwa siku ya kazi, maana walitia nini? Hila zao. Lakini Mungu ameweka ikiwa nini? Ya ibada. Akaja akasema, akamjibu huyu ndugu yetu akasema, ile amri ambaye Mungu alimpea Musa ya Sabato, akasema ni amri ya Mungu, lakini akapewa Musa wa Israeli, si kweli? Qur'ani 4:48. Sasa hiyo nayo tuambie, maana kwenye Qur'ani iko na ni amri ya Mungu, ni Musa alipewa ama ni Waislamu walipewa? Soma hiyo. Hakika Mwenyezi Mungu hasamehe ku 47. Soma 47. Enyi mlioamini mliyopewa kitabu, ndio aminini tuliyoteremsha yanayosadikisha yale yaliyo nanyi. Maliza. Kabla hatujazigeuza nyuso ndio tukazipeleka kisogoni, au kabla ya kuwalaani, ama kabla ya kuwalaani, kama tulivyowalaani watu walioharibu utukufu, wale walioharibu utukufu wa Jumamosi na amri ya Mwenyezi Mungu. Rudia tena. Amri ya Mwenyezi Mungu. Kumbe Jumamosi ni amri ya nani? Mwenyezi Mungu. Hiyo ni kitabu gani unasoma? Qur'ani. Kwa hivyo Qur'ani inasema Jumamosi ni amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Hiyo Qur'ani ni wakina nani wanafuata? Waislamu. Na Jumamosi ni amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Maliza. Lazima kufanywa. Ni lazima kufanywa. Sasa hao ambao wamekataa kuifuata, muda umeisha. Umeona moto. Hivi kulalamika. Kuna Waislamu kule nje wanahitaji kuuliza, si haya. Ona nyuma niogopa na tatizo lako. Wewe tunani California nimekuja leo kwenye mwadhara migungu. Tulia wewe mtoto. Mtoto Muislamu wewe huko hamna kitu. Jamani, swali langu fupi sana kama mimi mwenyewe. Kwanza, mwalimu wenu kakubali na mjadala umeisha professionally. Nilipouliza mimi nachagua Biblia, kwa sababu nimesema Biblia sinagogi msikiti. Sasa wewe unachagua gani kati ya Qur'an na Biblia? Chagua Qur'ani, Muhammad awe mkweli. Ipinge Qur'ani ndio Biblia, Yesu Muislamu mwenzetu kaenda msikitini. Kachagua nini? Biblia. Ina maana kakubaliana kwamba sinagogi msikitini, ina maana Yesu Sabato yake kaenda msikitini. Haya nyinyi na kanisani mmetumwa nani? Hiyo imeeleweka, inaitwa 10-0. Swali langu, Qur'ani ya Muhammad 7:163 ulikuwa umetoa hiyo. 7:153 Qur'ani 163. 7:163 Qur'ani. Hapo ndo swali linatoka.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Yani raha sana wallahi. Ndio kisa kwa kamata hapa ni raha Inasemaje? Na waulizeni habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari. Sawa. Watu mji huo walipokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi. Bas. Qur'ani ndio inasema, Muhammad anatangaza. Anasema hivi, kulikuwa na watu walikuwa kando ya bahari. Watu hao waliokuwa kando ya bahari ndio walipewa sheria ya kuiheshimu siku ya Jumamosi. Muhammad anaongea hayo. Sasa mimi sitaki maneno marefu. Muhammad leo hapa nataka nitolana na hivi, wapi katika Biblia ili Jumamosi hii ile ndio ile sabato yenu mnasema Biblia, sababu Qur'ani imesema wale waliokuwa sabato walikuwa kando ya bahari. Sasa hao kwenye Biblia kama ndio hii ndio ile, naomba nipewe andiko wapi ndani ya Biblia sabato ni Jumamosi. Swali langu, msifanye mnaongea baadaye msema mtasikia. Rais. Naomba wasikize swali. Kwa hisani yako mtu wa saa. Walimu concentration. Mkafanyie mazoezi kanisani hapa kwenye uwanja wa vita. Mimi napopoa napiga kupiga kabisa, sihurumii. Mazoezi huko. Naomba narudia swali ili lisikike vizuri. Naomba nimekuomba tafadhali ili swali langu lisikike vizuri. Nimeuliza hivi, Qur'ani Muhammad anayepingwa kila siku, anakataliwa kila siku kwa utume wake na ni muongo sio nini? Muhammad anasema kuna watu walikuwa kando ya bahari, watu hao walipewa kuiheshimu siku ya Jumamosi, wakaivunja wale watu. Hiyo ni Qur'ani Muhammad anafundisha. Nyinyi mnashika sabato, mnasema mnashika sabato ili iwe ile aliyofundisha Muhammad Jumamosi ile ndio siku yenu nyinyi mnayoshika. Naomba andiko kwanza. Sabato yenu ilipewa kando ya bahari, halafu bii yake sasa wapi andiko sabato ni Jumamosi ndani ya Biblia? Mkitoa Qur'ani Muhammad mkweli, mkitoa Biblia ni ya ukweli, sabato ni pamoja kanisani. Haya. Hiyo ni ahadi ya uongo hii. Haya, sawa. Akasema sinagogi amekubali na kitu ambacho amekataa, yani amejaribu kuingia vibaya. Anasema Yesu alienda msikitini, akasema Musa pia alienda msikitini. Hebu kwanza nisaidie 7, nataka kumjibu swali yako na kujibu. Matendo ya Mitume 7 aya yake ni ya 37 38. 37. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume. Si utume kwa wale wanaonukuu na kuandika maandiko matakatifu ya Biblia. Inasemaje? Inasema hivi. Inasema Matendo ya Mitume, Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, nini? Bwana Mungu wenu amewainulia nabii kati yangu mimi. Inasema hivi. Huyo Musa ndiye aliyekuwa katika kanisa. Wapi? Jangwani. Kanisa. Kwa hiyo hata kusoma Matendo ya Mitume 15:21 katika masinagogi ni kanisa inaingia kama sinagogi. Wewe vipi? Sasa anauliza andiko ndani ya Biblia. Na ningeomba hivi. Ningeomba Ramadhani tusaidie Biblia. Saidie Biblia yako tumpe aya. Ndio hii. Ndio hiyo. Ndio hii ya Ramadhani. Fungua ndio ya Ramadhani. Hatunasomea hii yetu. Tunasoma yako. Kwa hiyo wamekuja nayo. Alafu jiandae tukubatize wewe. Ameahidi kubatizwa. Anabatizwa huyu. Mzee maji haraka huyu mtu anabatizwa. Huyu jamaa abatizwe, anatuitisha haya, unaitisha tiaga, utapewa nyingi. Inasema, hebu sikia andiko unataka. Inasema ndani ya Biblia ukurasa wa 2206. Twende. Sabato ati sikukuu pekee iliyoamriwa katika amri 10 za Mungu huadhimishwa siku ya 7 ya wiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe vipi? Jumamosi. Ile andiko imetoka kwa Biblia, kuja ubatizwe wewe bwana wewe. Alafu maji yakiwa mengi yanakuzamisha, usijali, tutaweka mawe, usizame. Wewe kuja ubatizwe, wewe vipi? Kwa hiyo andiko limepatikana.
Sasa andiko limepatikana, swali lako limejibiwa. Unacheka, sikusuluhisha bwana. Sasa andiko lako limepatikana. Sasa mmekufa kifo cha mende, sawa? Akasema hivi, Yesu aliingia kwa msikiti. Wewe unasoma Biblia kivipi? 12:38 Marko. Wewe vipi? 12:38 Marko. Na 39, sikia. 12:38-39. Yaani swali yako imekufa. Twende ama 10. Marko 12:38 na 39. Inasema hivi. Twende. Inasema, soma. Akawaambia katika mafundisho yake, endelea, jihabarini na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele katika karamu. Ati wanaketi katika viti katika masinagogi, viti vya mbele katika masinagogi, na imetaja wanaketi katika viti vya masinagogi. Kwani misikiti kuna viti? Hai vipi? Sinagogi za Wayahudi zilikuwa na viti. Zenu hazina viti. Kwa hiyo ile sinagogi ya Wayahudi sio msikiti. Kwa sababu hii Luka 4:16 rudia. Yesu akaenda Nazareti hata hapo alipolewa. Swali yako linimaliza, uko na sauti kubwa, wewe kuja uhubiri bwana. Soma hiyo. Yesu akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Kisha na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Twende. Kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Tulia. Ati Yesu alisoma kitabu gani? Cha nabii Isaya. Wapi? Ndani ya sinagogi. Na wanasomaga nini? Qur'ani. Wewe vipi? Hiyo haiwezi kuwa msikiti. Angalia huyu jamaa. Nimeona anashika mashavu ni isingetoa hiyo ningejua. Hiyo ni Biblia. Unaona Kwa hiyo swali lako lilikufa. Ndani ya Biblia mpatie dozi nyingine. Luka 20:46. 20:46. Inasema hivi. Anakuja utuambie Ijumaa nani kaweka? Maana swali lako tumelijibu. Luka 20:46. Iko hapo tu. Inasema hivi. Inasema jihabarini na waandishi. Yesu amerudia tena. Wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu. Na kusalimiwa masokoni. Twende. Na kuketi mbele katika masinagogi. Na viti vya mbele karamuni. Yesu amerudia mara ya pili. Kwa hiyo sinagogi haiwezi kuwa nini? Haiwezi kuwa msikiti. Haiwezi kuwa msikiti. Andiko la mwisho mwalimu wangu. Tumethibitisha kwamba Sabato ni Ijumaa. Na tumethibitisha yani ni Jumamosi. Na tumethibitisha katika maandiko. Unacheka. Je, ubatizo vipi wewe? Muda umeisha, mwenyekiti hajanishusha. Amejichanganya. Yaani leo unabatizwa wewe. Unabatizwa. Wacha wasikize hoja zako. Wewe vipi? Sikukuambia uende msikitini. Siku ya Ijumaa. Alijichanganya hapo. Nikatoka hapa kanichekesha kweli, kachanganyika. Unajua unasema hivi, kusema uongo sio tatizo. Tatizo ni kuutetea uongo wako ili uwe ukweli. Kwa sababu leo utasema hivi watakusikiliza. Baadaye unachanganyikiwa, mwisho akasema hicho Sabato Ijumaa. Huo ni dalili ya uongo. Kwanza, kitu ya kwanza, nyinyi wa Kristo, lile si andiko, halijaandikwa kwenye kitabu chochote katika vitabu 66 vya Mungu na Biblia. Hakuna. Ni porojo ambazo za watu wenye maelewa kama yao. Ndio maana mimi nikauliza, litoke andiko. Si mnaelewa swali langu? Litoke andiko kama vile Muhammad anavyosema ndani ya Qur'ani yake ya kwamba Jumamosi walipewa watu waliokuwa kando ya bahari. Nikauliza, ili Jumamosi hii Sabato mnaishika nyie yake wapi? Sabato walipewa kando ya bahari, alafu hiyo bii yake sasa wapi andiko Sabato Jumamosi? Huyu mwenzako mjanja alijua lile shimo lile futi 50 hawezi kuingia, akaamua kuweka dignity yake ibakie. Ndio maana akakutanguza, nenda wewe. Na wewe mimi umefika hapo Ijumaa, angalia sasa. Ndio maana mwenyekiti kaamua kuwa paparazi kupiga picha. Sasa subiri nikufundishe sasa. Hakuna andiko ndani ya Biblia Sabato Jumamosi, hamna. Hiyo natangaza hadharani
Na mwanamume wa kutoa andiko hiyo hapa hakuna. Iko wapi? Iko. Alafu jambo la pili, huyu kaja akasema hivi, mimi nikiuliza swali na akili timamu najua nitakiuliza nyinyi. Ndio maana nimejua wenye akili hapa wamegawa na watafakari. Hamna. Na ndio maana mmegawanyika. Kuna wenzao wanasema Jumapili ndio sabato sahihi. Nyinyi mnasema Jumamosi kumfuata Helen Gabriel Helen G. White na mume wake. Nyinyi mnamfuata mwanamke ambaye ndio kanisa la Sabato Michigan, United States of America. Hakuna Jumamosi, hakuna hiyo Sabato, hakuna. Hebu mama, baba, nisome kitabu cha Matendo ya Mitume 6:9. Huyu kaja akasema, alikuja akasema, unajua hiyo masinagogi, unajua sio kwa Wayahudi hao ni shetani, wao wameshindwa kuelewa ile andiko. 6:9 Matendo 6:9 inasema nini? Alafu nasikia mama alianguka akavunjika pua. Akakosa matumaini ya kuolewa. Inasema nini? Lakini baadhi ya watu wa sinagogi iliyoitwa sinagogi la Mahuru. Nakupa hisabu hiyo. Hiyo ni moja, msikiti wa Mahuru. Mahuru ni akina nani? Mahuru ni watu kutoka ndani ya nchi ya Iraki, ndio alipozaliwa Nabii Ibrahimu, kazaliwa ndani ya Ur wa Wakaldayo, kabila la Wakurdi ambao ni Waarabu. Ibrahimu Mwarabu, Sara ni Mkurdi Mwarabu. Mtoto wa Ibrahimu ambaye amezaa na Sara anaitwa Isaka. Kwa hiyo Isaka baba yake Mwarabu, mama Mwarabu. Haya, Ibrahimu mke wake wa pili Hajiri Misri Mwarabu, mtoto wake Hajiri Mwarabu. Kwa hiyo tunazungumzia kizazi cha Waarabu cha Ur, msikiti wa Wakaldayo wa Ur wa kwanza, msikiti wa pili wa pili inasema hivi na Wakirene, na msikiti wa pili ni msikiti wa Wakirene, wa pili utende watatu wa Iskandaria, msikiti wa Iskandaria. Iskandaria ni Misri, Egypt, ndani ya mji unaitwa Iskandaria, iko ndani ya Egypt, Misri ya sasa. Endelea. Na wale wa Kilikia, na msikiti wa Kilikia. Hii yote ni misikiti na ndio walikuwa wanatumia manabii. Yesu hajawahi kwenda kanisani. Na 7 na Asia. Wote tunajua Asia ni wapi kuna misikiti. 17 Matendo ya Mitume. 17 Matendo ya Mitume inasema hivi. Misikitini wanapatikana wakina nani? 17 inasema 17 nini? Kitabu cha Matendo ya Mitume. Leo umekwisha. Inasema hivi, basi nini? Katika sinagogi, katika msikiti akahojiana na nani? Wayahudi na nani? waliomcha Mungu. Unasikia maneno? Ndani ya msikiti wanapatikana Wayahudi wacha Mungu. Kwa hiyo ukimtaka mcha Mungu unampata msikitini, ukimtaka shetani kanisani. 2:12 Ufunuo. 2:12 Ufunuo inasemaje? Gonga vyombo hivyo. Anacheka hapa. Inasema hivi, ndio. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika, ndio. Haya ndiyo anenayo yeye aliye na upanga mkali, wenye makali kuwili. Napajua hapo ukahapo penye kiti kanisani, nipo penye kiti cha enzi cha shetani. Kwa ukitaka wacha Mungu unakwenda msikitini. Ndio maana Yesu ni mcha Mungu, kaenda msikitini. Musa mcha Mungu, kaenda msikitini. Ukitaka mashetani unakwenda kanisani. Chagua mwenyewe unakwenda wapi, kwa Yesu au kwa mashetani? Pepo toka hapo vipi? Ribo mshabakanta pini. Haleluya. Msikiti Ijumaa ndio siku ya chosen day. Qur'an 62:9 Qur'an. Mungu anasema, enyi mnaamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni mkamtaje Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Qur'an nasema kumtaja Mungu unakwenda msikitini. Yesu anamtaja Mungu, kaenda msikitini. Musa anamtaja Mungu, kaenda msikitini. Nyinyi mnakwenda kanisani, mnaenda kumtaja shetani kwa sababu ndio kiti chake cha enzi. Itoke andiko, Yesu kashika sabato kaenda kanisani, Musa sabato kaenda kanisani, mtakuwa wafuasi wao. Kinyume cha hapo, karibuni msikiti uko karibu hapa. Njooni msilimu. Na kusilimu ni bure, ulipi chochote. Sentence